baraka zetu Baba asubuhi ya leo, sababu wewe ni mfalme wa amani. Father, we worship you. I have more than a song. Today I brought myself. I am the sacrifice. I have more than a song. Today I brought myself. I am your worship. Receive this living sacrifice. I am your worship. Accept, Lord, accept this living sacrifice. Your worship, Lord. I have more than a song. I have more than a song. Today I brought myself. I am the sacrifice. I have more than a song. Today I brought myself. I am your Lord, receive, receive this living sacrifice. I am your worship, Lord. Lord, accept, accept this living sacrifice. I am your worship, Lord. Lord, receive, receive this living sacrifice. I am your worship, Lord. Lord, accept, oh Lord, accept this living sacrifice. I am your worship, Lord. Father, this morning we are here to glorify you. We are living sacrifice before you today. Receive our sacrifices, oh Lord. Oh, accept our sacrifices of praise. Accept our sacrifices of praise, oh Lord. Oh, we are a living sacrifice. We are your worship, Lord. We are your worship, Lord. We need you, Lord. We need you to be glorified in our lives. We need you to be exalted in our midst, oh Lord. Receive our sacrifices, oh Lord, this morning. We need you, Lord. We need your touch, oh Lord. Receive our sacrifices. We want to glorify you, Lord. We want to magnify you, our Maker. For you are the Lord in our lives. We exalt you, our Lord and our God. We exalt you, our Maker. You deserve the glory and the honor, Lord. I come before my Lord and King.
Yes, of the Lord that is to be glorified. Yes, of the Lord that is to be magnified forevermore. We bless you, Lord. We bless you, Lord. You deserve all the glory. Above all other gods, we lay our crowns and worship. Oh, be lifted, oh, be lifted above all other gods. We lay our crowns and worship. Oh, be lifted.
what we have come to do today, to lay our crowns before you, Lord. To worship in your holy name. That's what we have come to do, Lord. Glorify you, Lord. You are glorious God. We have come to lay our crowns and to worship you, Lord. We have come to lay our crowns and to worship you, Lord. Beautiful King, excellent God, we bow before your throne. Glorious God, beautiful King, excellent God, we bow before. We call you glorious, glorious God, beautiful, beautiful King, excellent God, excellent God, we bow before you. Oh, glorious, glorious God, beautiful King, excellent, excellent God, we bow before you. Glorious, glorious God, beautiful King, beautiful King, excellent God, excellent God, we bow before you. Oh, your name is Alpha, Omega, ageless, changeless, almighty, Jehovah, glorious God, we bow before you. Oh, your name is
a glorious God. Father, we thank you. We honor you, Jesus. We exalt your holy name. Thank you for your love. Thank you for your presence, Father. Thank you for this service as we are going to start it, O God. I pray that you shall walk with us, O God. Help us in each and every engagement of this service, O God, as we continue, O God, in the mighty name of Jesus. Pokea sifa na utukufu, jina lako liinuliwe. And it is in the mighty name of Jesus I pray. Amen. Let's welcome the presbyter. So, asubuhi ya leo, maybe over and above yale ambayo tuliweza kuyatazama on Sunday morning, na vile vile on Tuesday jioni, ningeomba tuweze kutazama kama nabii tatu, 3 prophecies, ambazo Yesu ambayo yalitimizwa katika kuzaliwa na kuja kwa Yesu Kristo. And we just see the fulfillment of those prophecies. Na ya kwanza ni kwamba Mwokozi Kristo alikuwa azaliwe na bikira. Na jambo hilo tunaliona likitabiriwa na Isaia sura ya 7, Isaiah chapter 7. Na ni muhimu kuweza kusema kwamba Isaia alitoa nabii hizi zake miaka kama 700 hivi kabla kuzaliwa kwa Yesu Kristo, 700 years. And actually 2 of the prophecies ambazo tutazitazama tunaona zinatoka katika kitabu cha Isaia. So katika kitabu cha Isaia 7 kuanzia aya ya 10 mpaka aya ya 14, I will not read the whole of it, but nimeuliza uweze kuona inatoka kutoka Isaia sura ya 7 kuanzia aya ya 10 mpaka aya ya 14. But for now, aya ya 14 inasema, "Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel." Inasema, kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara, tazama bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye atamwita jina lake Emmanueli. Tuldiscuss kidogo katika aya ya 16 the other time, inayosema kwamba in verse 16, "Kwa maana kabla mtoto huyo hajajua kuyakataa mabaya na kuyachagua mema, nchi ile ambayo wewe wachukia wafalme wake wawili ataachwa ukiwa." The first bit. Kwa hivyo huyo mtoto ambaye atazaliwa na kila hali
ya vile mtoto anavyozaliwa bila kujua kuyakataa mabaya na kuyachagua mema. Anakuja kabisa katika mwili. And so, but the key thing kwa sasa, that first prophecy inanena kwamba huyu Yesu atazaliwa na bikira, born of a virgin. Na wakati Isaya alipokuwa kinena maneno haya, ni Mungu ambaye alikuwa kinena na mfalme Ahaz kupitia Isaya. Na Ahaz alikuwa ni mfalme wa Juda na alikuwa a grandson ya yule mfalme ambaye tuna a famous king ambaye alikuwa akiitwa Uzia. But you see that fulfillment in the book of Luke chapter 1, kitabu cha Luka sura ya kwanza. Maybe for this one I'll just give a few portions from verses 26 kuanzia aya 26 mpaka 38. So malaika wana Gabrieli anakuja, ametumwa na Mungu, anaenda kule Galilaya katika mji uliokuwa ukiitwa Nazareti. Aya 27 inasema, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph. Kwa hivyo akatumwa kwa mwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu wa mbari ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. So you notice anakuja kwa bikira ambaye ni Mariamu, na hapo ndipo anavyomnenea maneno yale ambao baadaye huyu dada Mariamu anauliza swali akiuliza itawezekanaje, katika aya 38 verse 34. Mariamu akamwambia malaika huyo, litakuwaje neno hili, maana sijui mume? Na ndipo malaika anamwambia katika 35, malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakuja juu yako na nguvu za aliye juu zitakufunika kama kivuli, like a shadow. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. So he comes na mwisho inakuwa ni hivyo. Na tunaona katika kitabu cha Mathayo sura ya kwanza kuanzia aya 18 maneno hayo yakitimizwa. This is the second portion of scripture ambayo inadhihirisha kwamba indeed Yesu alizaliwa na bikira. So inaelezea kuanzia aya 18 kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa amepozwa na Yusufu, kabla hawaja karibiana, alionekana ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. And so baadaye ndipo ambavyo tunamuona Yusufu akitaka kumtenga, lakini kwa siri, kwa sababu hakuwa akitaka kumwaibisha huyo Mariamu. Na alipokuwa akiwaza mambo yale, tunaona katika aya 20 alipokuwa akiwaza jinsi ambavyo anaweza kuachana na Mariamu. Busa alipokuwa akifikiri hayo, tazama malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Na kazidi kuendelea akasema kwamba in verse 21, naye
naye atazaa mwana, naye utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakaye waokoa watu wake na dhambi zao. Let's go on verse 22. Haya yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, verse 23. Na sasa ananakili kile ambacho Isaia alikuwa amesema, tazama bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Imanueli, yani Mungu pamoja nasi. So Yusufu anatokewa na malaika, si Mariamu aliyemwambia. Mimba ile imetokana na nini? Mariamu alikuwa ameweka mambo yale moyoni mwake, hakujua jinsi itakavyokuwa. Na huyu ambaye alikuwa amempoza akatokewa na malaika, na sasa akaanza kumwambia kile ambacho Isaia, ambao tumesoma Isaia sura ya 7, vile ambavyo Mungu alikuwa amenena kwa huyo mfalme. So that's the first fulfillment, the first prophecy, na jinsi ilivyotimizwa. Ya pili, katika Agano la Kale ilikuwa imenena mahali ambapo huyo Masihi atazaliwa wapi. And the scriptures were very clear kwamba atazaliwa katika mji mdogo, jina lake ni Bethlehemu. Maybe we could go katika kitabu cha Mika sura ya 5. Hasa aya pili, lakini you could write verses 2 to verses 5. So Mika anapata ujumbe kutoka kwa Mungu na ananenea Bethlehem, anasema, and you Bethlehem Ephrathah, though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel, whose going forth is from of old, from everlasting. Bali wewe Bethlehem Efrata, uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe atatokea mmoja atakaye kuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Verse 3. So he goes on to say, kwa sababu hiyo atawatoa hata wakati wa kuzaa kwake aliye na utungu, ndipo hayo mabaki ya nduguze watawarudia wana wa Israeli. You know, he goes on to say a few more things, na jinsi ambavyo atakavyoleta amani. Let's just read verse 4. Naye atasimama na kulisha kundi lake kwa nguvu za Bwana, kwa kuwa enzi ya jina la Bwana, kwa enzi ya jina la Bwana Mungu wake, naye atakaa. So nao watakaa, maana sasa atakuwa mkuu hata misho ya dunia. Ananena kuhusu huyo ambaye atazaliwa Bethlehem, verses 5. Na mtu huyo atakuwa amani yetu. He will be our peace. Mtu huyo atakuwa amani yetu wakati Mwashuri atakapoingia katika nchi yetu,
na kuyakanyanga majumba yetu, hapo mtaondokesha wachungaji 7 juu yake. Anyway, the point is, huyo ndiye ambaye ataleta amani. So he speaks very specifically kwamba huyo, and it's a bit interesting kwamba hata huyo ambaye ni Mika anatoa nabii hizi katika those same seasons za Isaiah, in the same days za Isaiah. But the point I wanted to say ni kwamba maandiko yakawa yamebashiri, unabii ukawa umetokea mahali ambapo Yesu atakapozaliwa, the specific city. Na siku ile kuna miji mingi ulimwenguni ambayo inaitwa Bethlehem. In fact, somebody has said we have 28 different Bethlehems in the world today, in different countries. Na kule Israeli kuna miji miwili ambao ilikuwa ikiitwa Bethlehem. Moja iko kule Galilaya, one is in Galilee. Lakini it is very clear kutoka hapa kwamba Bethlehem hii itakuwa Efratha, na itakuwa katika nchi ya Yuda, in the land that was given to the kabila la Yuda. So it is very specific. Na huu mji wa Bethlehem ambao unanenewa hapa, ambao uko Juda, it is just south of Jerusalem, sio maili nyingi sana kutoka Yerusalemu, just a few kilometers south of Jerusalem. Na inanenewa so that nobody will make confusion kwamba pengine ni ile Bethlehemu ambao iko kule Galilaya. And so the Lord just makes it very clear hivi kwamba wakati wale wanaitwa mamajusi, the wise men from the east, wanapokuja na wanaenda Yerusalemu, wanakuta Herode akiuliza wamekisema kwamba wamekuja kusherehekea na kumpatia mfalme ambao amezaliwa, kumpatia vipawa. Na mfalme Herode na hata wengineo hawakuwa wakijua kwamba kuna mfalme ambaye amezaliwa. So walipochunguza kutoka kwa Wayahudi wasomi, ndipo walipojua very clearly imeandikwa katika kitabu cha Mika mahali ambapo huyo mfalme atazaliwa. And they went very specifically, they went. Na hata si kuenenda tu, lakini hata the stars led them katika huo mji wa Bethlehem. And so you can see the fulfillment of that prophecy. Na tunaiona katika kitabu, for example, kitabu cha Luka 2. In Luke chapter 2, from verse 1, na wakati ulipokaribia wa Yesu kuzaliwa, kile kilichotendeka ni kwamba kuna huyo mfalme wa Warumi, Caesar Augustus, ambaye alikuwa ametoa amri kwamba watu wote katika enzi yake waweza kuhesabiwa, na kwamba kila mmoja alikuwa aondoke aende katika they go back to their ancestral homes, their own city. Ndivyo tunavyoona katika verses 3, wote waenda kusajiliwa katika mji wa kwao. Na tunaona in verse 4, Yusufu naye akaondoka Galilaya kutoka mji wa Nazareti, akapanda kwenda Uyahudi mpaka mji wa Daudi uitwao Bethlehemu, kwa maana yeye ni wa mbari ya jamaa ya Daudi. So he goes back to the ancestral home
kwa sababu alikuwa ni wa nyumba ya Daudi katika kabila la Yuda. So he went back, and of course we know ilipofanyika hivyo, wakati ukawadia wa Yesu Kristo kuweza kuzaliwa, na akazaliwa kule Bethlehemu. And something similar again tunaona katika Mathayo sura ya 2 aya ya 1 na kuendelea, na hasa maybe we could read verses 1, that is Matthew chapter 2. So inasema, na Yesu alipozaliwa katika Bethlehem la Uyahudi zamani za mfalme Herode, exactly vile Mika alikuwa amesema, exactly. And we are talking of 700 years earlier. Tunapotazama mambo kama yale, yanatuonyesha uaminifu wa Mungu. Na the last prophecy ambayo tungetaka kuiguzia ni hii ambayo Isaia sura ya 9 inayosema kwamba Masihi atazaliwa kama mtoto wa kibinadamu, a human baby boy. A human baby boy, lakini kulingana na Isaia ama kulingana na unabii huyo wa Isaia, yeye huyo ambaye atazaliwa atakuwa ni Mungu. Isaiah chapter 9. So tunamwona Isaiah chapter 9. Really that prophecy inaanza aya 2 mpaka aya 7, from verses 2. Isaiah chapter 9 verses 2 all the way to verse 7. Ila hatutasoma yote, lakini tusome kwanza aya 2. Inasema, watu wale waliokwenda katika giza wameona nuru kuu. Wale waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti, nuru imewazukia. So unabii ule unaanza pale, na tunakumbuka baadaye Yesu anapokuja anasema katika kitabu cha Yohana sura ya 8 verses 12, anasema kwamba mimi ni nuru ya ulimwengu. So he comes and says, I am the light of the world. And then Yohana sura ya 9 again tunaona aya 4 ya 5 akisema kwamba mradi niko ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. As long as I'm in the world, I am the light of the world. So that's verse 2. Then verse 6, aya 6. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. So anasema kuhusu mtoto. Anaposema mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume. Those two lines, mtoto amezaliwa, talking of a human child that is being born. Mwanadamu anazaliwa kama mtoto. Na jambo la pili, mtoto mvulana, a baby boy, mtoto mvulana, mtoto mwanamume. So notice, a human being is a baby, and in that case a baby boy. So haji kama malaika. We saw this last week, either on Sunday or on Tuesday.
tukaona kwamba katika kitabu cha tukasoma katika kitabu cha Waebrania sura ya 2 kwamba tunamwona Yesu anazaliwa akiwa chini kidogo kuliko malaika katika utukufu. He comes a little lower than angels in terms of glory. Huyu ambaye ni Masihi haji kama malaika. Yes, your roho is not a ghost. Na so na ni jambo ambalo wengi walikisoma maandiko haya katika siku za Isaia. You see, they were expecting a king to come and deliver them from their enemies. Lakini hawakuwa wakitarajia atakuja kwa jinsi hiyo. But let's go on. The next thing is a bit awesome. Inasema uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. Notice, naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu. After that, anaitwa aje baada ya mshauri wa ajabu? Mungu mwenye nguvu. Nani huyo ambaye ni Mungu mwenye nguvu? Huyo mtoto ambaye amezaliwa wa kiume. Of course tunaweza kuelewa atakuwa mfalme, uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake kama Daudi na wengineo. But notice, anasemekana ataitwa jina lake katikati ya mengine Mungu mwenye nguvu. Mungu mwenye nguvu. Mighty God. Mighty God. He's called who? Mighty God. Hatimaye nasema ataitwa nani tena? Baba wa milele. Huyu mwana ambaye amezaliwa, Eternal Father. Excuse me, who is the Eternal Father ordinarily? Si ni huyu Mungu Mwenyezi? Hatimaye namalizia mfalme wa amani. So ndivyo amezaliwa katika hali ile ya kiungu, supernatural power of the Holy Spirit. That's correct. Anazaliwa na bikira, na maandiko yanasema kwamba anazaliwa hata kule Bethlehemu. Lakini yeye sio tu mtoto wa kawaida. Kuna kile anachonenewa kwamba yeye ni Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele. Na tunaona kutimizwa kwa mambo yale in 3 portions of scriptures kwa sasa, although those are not the only scriptures ambazo zitaelezea hali ya huyo Yesu akija ndivyo katika mwili, na vile tulivyoona akavua utukufu wake na lakini akaja kabisa kama mwanadamu, na kazi alipozozitenda alipozaliwa katika mwili, akaja katika umbo kabisa wa Adam aliye kosa kuwa mtiifu kwa shauri la Mungu Baba. Huyu kama vile tulivyoona kuna mambo matatu aliyoyavua, that uweza wake, nguvu zake,
uwepo, angekuwa popote pale. All that akazivua, akavua utukufu ule, ingawa yeye anaitwa Mungu mkuu na anaitwa Baba wa milele. In John chapter 1, from verses 1 to verses 14, tunaona mambo hayo ya Isaia kuanzia hiyo sura ya 9 aya 2 mpaka ya 7. You can actually see the fulfillment of all that. Kwanza katika aya ya kwanza inasema, hapo mwanzo kulikuweko neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. The Word was God. So in the beginning there was the Word. The Word was with God. And that Word was God himself. So, lakini ya pili inasema kuhusu huyo neno, alikuweko pale mwanzo na Mungu. Huyo mwanzo alikuweko kwa Mungu. He was in God. Or rather, he was with God in the very beginning. So unaona kuna mambo mawili. Kunasemekana kuna huyu neno na kuna Mungu. Lakini bado tunaambiwa kwamba katika ya kwanza kwamba huyo neno bado ni Mungu. But they are two different. Inasemekana alikuwako pale mwanzo, walikuwa na Mungu, nene Mungu, all that. But he says in verses 3, vyote vilifanyika kwa huyo nani? Huyo neno. Kwa sababu Yohana ananena kuhusu neno. He's really not talking about God. He's talking about the Word. Lakini katika kunena kuhusu neno, anasema ni huyo neno ambaye kwake vitu vyote vilifanyika, ama vitu vyote viliumbwa, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Nothing was created or nothing was made without him. Then verse 4 inasema ndani yake kulikuwemo uzima. Ndani yake ndimo ulikuwa uzima, na uzima ulikuwa nuru ya watu. Kumbuka vile tumeona kuhusu nuru katika Isaia 9 aya 2. Ndani yake kulikuwa na nuru. Na nasema aya 5 kwamba hiyo nuru inaangaza gizani, na giza haingeiweza ile nuru. But ataendelea kusema jinsi kwamba vile huyo nuru alivyofanyika mwili katika ya 14. And I'm not trying to say you don't read the rest of the portion, but verse 14. Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu. Yohana ndivyo anavyosema, akakaa kwetu. Nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama mwana wa pekee atokaye kwa Baba, amejawa neema na kweli. Kwa hivyo hapa Yohana anaelezea mambo mawili. Anakuja akauchukua mwili, akazaliwa kama mtoto wa kiume, akakuwa miongoni mwao. Lakini yeye alikuwa ni neno, na amekuja aweze kuwa hiyo nuru. Lakini kazi zote alizozitenda, alizitenda si kama Mungu vile tulivyosoma. Alizitenda kama mtume wa Mungu.
ambaye amevua uungu wake katika hali ile, akawa anamtegemea Mungu katika hali hiyo, ingawa yeye alikuwa ni Mungu. Having said that, let's see maybe these two other portions of scripture. Kitabu cha pili cha Petero, na nitaomba tusome pamoja aya ya kwanza, verse 1. Naomba muungane nami tusome pamoja aya ya kwanza. Simoni Petero, mtumwa na mtume wa Yesu Kristo, kwa wale waliopata imani moja na sisi yenye dhamani katika hali ya Mungu wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Nasema anaandikia wale ambao wamepata imani moja pamoja na sisi. Sisi nani? Petero na wenzake. Imani yenye dhamani, na inatoka wapi? Ambayo iko wapi? Katika hali ya nani? Ya Mungu wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Kuna swali ambalo pengine naweza kuuliza pale. I'm not sure that you are going to see it in that portion of scripture. Lakini anasema kwamba tuko na imani moja pamoja na kina Petero, imani ya dhamana. Imani ya dhamana inatoka wapi? Kulingana na andiko lile. Those of us who have obtained this precious faith with us, inatokana na nani? Sio kama Kiswahili kitaelezea vizuri. Can you get another Swahili version? Anyway, New King James Version nasema, to those who have obtained like precious faith with us by the righteousness of our God and Savior, Jesus Christ. Okay, asante. Kwa wale ambao kwa njia ya haki ya Mungu na Mwokozi wetu Isa el-Masihi umepokea imani. Kwa hivyo tumeipokea kutoka kwa nani? Tumepokea kutoka kwa Mungu na vile vile tukaipata kutoka kwa Yesu. Tumetoa kutoka kwa nani? Na Yesu pale anaitwa nani? Yesu anaitwa Mungu na Mwokozi. Hebu sema Mungu na Mwokozi. Anasema kuhusu watu wawili. Okay, maybe this one will be more clear. Let's go to the book of Titus chapter 2, Tito. Kitabu cha Tito 2 aya 11 na 12. Actually, aya 11 mpaka 14. And especially verse 13. Inasema, maana neema ya Mungu iwaokoa wanadamu wote imefunuliwa. Nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi
na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Naomba tusome pamoja aya 13. Tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Tusome again verse 13. Tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu. Inanena kuhusu watu wawili pale, na huyo mmoja anaitwa nani? Huyo mmoja anaitwa nani kulingana na Paulo? Ati unajua, ninaomba tusome hiyo yote as we remember what we have seen katika Isaiah chapter 9 verse 6. Jina lake ataitwa Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father. Who is that? Na sasa Paulo naye anasemaje kwa Tito 2 aya 13? To those who have obtained okay. Tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, ambaye ni Mungu mkuu na Mwokozi wetu. He has become the mighty God. You see, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior. Our great God and Savior, Jesus Christ. Na hayo ndio mambo ambayo iliwafanya Wayahudi wasikie nao hawangemstahimili Yesu. Alipokuja akasema kwamba sifanyi lolote isipokuwa lile ambalo namuona Baba akifanya. Na katika Yohana hiyo sura ya 8 aliposema maneno yale, Wayahudi wakaelewa, akisema kwamba yeye akimuita Mungu Baba ni kama anasema yeye ni kama Baba. Akisema yeye ni mwana, akisema yeye ni mwana wa Mungu, ni kwa maneno mengine ni kama anasema kwamba mimi ni Mungu. But I think I've finished what I needed to share, kwamba nabii hizo zote tatu tunaona zikitimizwa katika Yesu. Ule mji alikuwa azaliwe ndani yake, na ya tatu atakuja kama mtoto wa kibinadamu, mwana ambaye ni mvulana, lakini vile we say that in the book of John chapter 1 verses 1 through 14. Tunaona in 2 Peter chapter 1
verse 1, and also Titus chapter 2, verses 11 through 14. Tusimame. Tunapoona kutimizwa kwa nabii kama zile, ni mambo ambayo yanaweza kutupatia ujasiri kujua hata nabii zingine zote bado Mungu atazitimiza. He still fulfill. Inaweza kuchukua muda, kama vile Yoshua alivyowaambia Waisraeli kwamba kuna mmoja ya ahadi nzuri ambazo Mungu aliwaahidi ambayo ilikosa kutimia. Yote iliweza kutimia. Paulo akawaambia Wakorintho, ahadi zote za Mungu ndio na amina katika Kristo kwa utukufu wa Mungu Baba. All the promises indeed. Vile tumeona katika kitabu vile Petro akisema kwamba all the precious promises of God, they are our inheritance. Ahadi zote katika neno la Mungu zinapaswa kuwa urithi wetu. Ikiwa tutaamini ahadi zile na tuanze kutembea katika hali ile ya kujiunganisha na ahadi zile, sababu maandiko vile vile yanatuambia kwamba bila imani, kwa imani ndani ya neno la Mungu, imani kwa Mungu kwamba aliye ahidi ni mwaminifu, bila imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Na wote wajao kwake lazima waamini kwamba Mungu yuko, wapa thawabu wale ambao wanamtafuta kwa bidii. So we have many precious promises, and we do well to align ourselves with those promises. Elizabeth akamwambia Mariamu kwamba heri ni wewe uliyeamini, kwamba Mariamu aliamini neno la Mungu lilokuja kwake kupitia malaika wa Mungu. Kwa sababu aliamini, basi neno lile lilikuwa litimizwa. When Elizabeth is sharing those words, bado Yesu she's able to share that, filled in the Holy Spirit, kwamba itatimia katika. So let's believe in prophecy. We believe the prophecies in the Word of God. Baba wetu, tunakushukuru hasa tunapokumbuka neno la Mwokozi wetu Yesu Kristo aliyesema mbingu na nchi zitaweza kuondoka, lakini neno lako litatimizwa. Heaven and earth shall pass away, but your word shall never pass away. Baba, kama vile tumeona vile nabii kuhusu kuja kwa Yesu ambavyo zilitimia, naomba tupe kulipenda neno lako, kuliamini neno lako, na tuwezeshe kuja mahali ambapo we align ourselves with your word.
kulizingatia neno lako na kujiingiza sawasawa na neno lako, ili Baba, neno hilo tuweze kuona matokeo yake katika maisha yetu, vile ambavyo Miriamu na wengineo, the way they aligned themselves with your word and the things you did in their lives and through their lives, it became a fulfillment of your prophetic. Asante kwamba katika siku zetu kuna yale ambayo unayoyasema, hasa kile ambacho mtumishi wako Petero anachosema kwamba wengi wangetamani kuyaona yale ambayo tunayaona, kama Isaia na Mika ambao tumesoma habari zao na wengineo ambao walikuwa wakishindwa mambo haya ambao unawanenea yatatokea lini, na wangetamani mambo yale yatendeke katika siku zao, lakini hawakupewa. Today we are living in those days where it's not just the issue of Jesus coming, but that he actually came na kaja akawa kielelezo kwetu jinsi ambavyo tunapaswa kuishi katika mwili na damu, katika maisha ya kuwa mitume wako, watenda kazi pamoja na wewe, vile alivyojisalimisha. Tulete mahali ambapo hata nasi tutakuwa tayari kujisalimisha kabisa kabisa kwa mapenzi yako, ili vile Yesu alivyokutukuza hata nasi tukutukuze. Asante kwa ibada ya siku ya leo. We bless your name. Tunapokuwa na kipindi cha kuweza kukusifu na kukuabudu, tulete mahali ambapo tunajisahau sisi wenyewe, mahali ambapo tunaachana na mazito ambayo pengine tuko nayo na uoga ambao tunaweza kuwa na kwa siku za usoni, lakini that you'll be able to concentrate on Jesus. Fanya kile Yesu alivyotuambia tuweze kukuabudu katika roho na katika kweli. Bring us to that place and minister to us, even as we fellowship one with another in testimonies or whichever other way. Let your presence abide with us. Tunaomba uwepo wako uweze kuwa pamoja nasi. Your presence that is able to bring healing and encouragement. It is able to prepare us for that which is ahead of us. We bless you for your presence.